Hello, habari rafiki yangu, mtoto ulioko umekaa hapo nyumbani. Najua wengine hujakaa nyumbani, wengine umekaa kanisani, lakini pia wengine umechukua simu, unaangalia simu ya mzazi wako na kusalimia habari. Usisahau, naitwa Mwalimu Goodluck au Pastor Goodluck. Leo tena nikukaribisha katika kipindi kingine tena cha Visa vya Biblia. Visa vya Biblia. Leo tuna kisa kizuri kabisa kinachosema nampenda kama ninavyojipenda. Nampenda kama ninavyojipenda. Kitabu cha Biblia kinatupatia kisa kimoja kizuri kabisa. Lakini kabla sijaanzisha hichi kisa au kabla sijakusimulia hichi kisa, leo niko na marafiki wangu wazuri. Ninaye rafiki yangu mmoja hapa na rafiki yangu mwingine hapa. Hawa leo watatupeleka kabisa mbali zamani kuangalia kisa kimoja. Hebu tuombe kabla hatujaanza. Hebu tuombe. Daudi fanya mikono hivi, fanya mikono hivi. Safi sana. Na we Esther fanya hivi. Safi. Haya, tuombe. Rafiki yetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wakati mwingine tena. Tunatamani uweze kutufundisha kisa hichi ambacho kitatujenga katika tabia zetu, maana wewe watamani watoto wako tuweze kuwa tabia njema. Tufunike tangu sasa katika mwanzo wa vipindi hivi hata mwisho. Kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Nikukaribisha katika kisa hichi. Huyu rafiki yangu hapa leo atakuwa ni mfalme. Unajua nini? Hata taji yake imekaa kifalme. Alafu huyu rafiki yangu hapa leo atakuwa ni Jonathan. Unajua nini? Hichi kisa kinapatikana katika kitabu cha Samueli sura ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ile ya 18. Hebu tusome kwanza fungu, maana ni kisa ambacho kinatoka katika Biblia. Hatutakiwi tuongee kabla ya kusoma. Shika Biblia yako, shika Biblia yako, shika Biblia yako. Safi John, safi, nimekuona, safi. Na wewe shika Biblia yako, safi. Chukua Biblia yako, fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, fungua sura ya 18. Alafu tutasoma mstari wa kwanza kabla ya kuanza kisa. Nisome na wewe rafiki yangu. Umeshachukua Biblia yako? Umeshachukua? Hata kama Kiingereza wewe ichukue hivyo. Wao, safi, umeshapata. Na wewe na msifu, safi kabisa. Haya, tusome wote kwa pamoja. Biblia inasema hivi: baada ya Daudi kumaliza kuongea na Sauli, roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi, naye akampenda kama nafsi yake mwenyewe. Sikia rafiki yangu, leo natamani tukumbushane kisa hichi kizuri. Na unajua nini? Hebu kaa kama malkia kwanza. Kaa kama malkia. Safi. Na wewe Sulemani, hebu kaa kama vile mfalme. Kaa kama mfalme. Safi sana. Hasa tunaenda katika kisa chetu. Zamani, miaka mingi iliyopita, palikuwa na mfalme mmoja aitwaye Sauli. Mfalme huyu alikuwa ndiye mfalme wa kwanza katika nchi ya Israeli. Na mfalme huyu Sauli alikuwa na mtoto wake anayeitwa Jonathan. Jonathan alikuwa anampenda baba yake, na baba yake Sauli alikuwa anampenda Jonathan. Wakati fulani Sauli amekaa na Jonathan, anamkumbatia, wanafurahi. Wakiwa wamekaa hapo, Sauli anamfundisha Jonathan habari za Mungu. Lakini unajua nini? Habari ya kipindi hiki ni kipindi ambacho Sauli alikuwa na shida moja. Hebu sinasema shida moja. Sema tena shida moja. Safi. Sikia, Sauli akiwa amekaa na Jonathan, ndipo sasa Sauli hebu kwanza sikitika, shika tama. Hebu fanya kama mimi. Safi. Hebu na yeye fanya kama mimi. Safi. Sasa akiwa ameshika tama, akiwa amekaa na mtoto wake Jonathan, ndipo Sauli mfalme akapagawa na mapepo. Mapepo amemsika. Ndipo Jonathan akamsika baba yake, lakini Sauli akiwa na mapagawa na mapepo anasema niache. Ndipo Jonathan akakimbia, akaenda kumuita Daudi, akamwambia Daudi, njoo. Ndipo Daudi akaja Daudi akaja na ala, chombo cha muziki, akaanza kupiga. Unajua nini? Daudi alikuwa na talanta nzuri, Daudi alikuwa na kipaji kizuri. Akaanza kupiga kile kipaji, akaanza kupiga ile ala ya muziki. Alipokuwa anapiga, yule mfalme Sauli, mapepo wakatulia. Si useme amina wewe. Acha wivu bwana. Na si useme amina.
so useme safi. Mapepo wasikia. Sauli mapepo alipotulia, akiwa amekaa pale, akawa anashika moyo wake. Sauli anafarijika, wimbo mzuri huu. Lakini ghafla akashikwa na chuki tena, akachukua lifimbo lake, akataka kumpiga Daudi. Daudi akakimbia. Sikia, Sauli akamkimbiza Daudi na Yonathani naye pia akamkimbiza. Sikia rafiki yangu, rafiki aliyepiga kinanda, aliyepiga ala ya muziki amekimbizwa. Aliyekuwa anamsaidia Sauli atoke na mapepo amekimbizwa. Unajua nini rafiki yangu? Baada ya hapo Sauli alipomkimbiza Daudi, akakimbilia vichakani, akakimbilia kule vichakani. Lakini leo tutaona tu mfano mdogo. Akakimbia Daudi, akaenda kujificha. Sikia, Daudi alipoenda kujificha, Yonathani akamfuata rafiki yake, akamwita, akamwambia, Daudi njoo. Ndipo Daudi akajitokeza, akaketi pamoja naye Jonathani kwa sababu alikuwa anampenda Daudi. Jonathani kwa sababu alikuwa anampenda Daudi, akamshika Daudi, akasimama naye kwanza, akamkumbatia rafiki yake. Wewe unaga unamkumbatiaga rafiki yako? Unamkumbatiaga? Wewe cha usiku wewe amkumbatia. Alipomaliza kumkumbatia, wakakaa chini, wakaanza kupiga story. Yonathani akaanza kumpatia maneno mazuri ya faraja. Daudi akamwambia, Daudi usiogope, hata kama baba yangu anataka kuwe, mimi nitakuwa na wewe, maana ninakupenda rafiki yangu. Sikia rafiki yangu, wakiwa wamekaa pale, ndipo Daudi akamwambia, ninaogopa kwa sababu baba yako anataka niuwe. Lakini Yonathani akamwambia, usihofu rafiki yangu. Ndipo Yonathani akamwacha Daudi, akarudi katika ikulu. Maana yake ni kwamba Yonathani akarudi, akamfuata baba yake Sauli. Akiwa ameenda kule, Daudi yuko porini, Daudi yuko katika sehemu za maficho, ametafuta makazi, amekaa, lakini anakaa kwa kujificha. Daudi amekaa akiwa na wasiwasi, mara anaangalia huku, anaangalia kule, yaani anakaa kwa wasiwasi. Ndipo tena wakati na fulani Yonathani akaja kwenye ile nyumba akiwa anakimbia, akimwambia, Daudi. Yonathani akakimbia akamfuata Daudi, akamwambia, Daudi, sikia rafiki yangu, baba yangu anataka kuja kuua, tukimbie. Ndipo akakimbia tena, akaenda sehemu nyingine. Sikia rafiki yangu, hebu kaa kama mfalme tena, kaa tena kama mfalme, kaa kama mfalme, kaa kama malkia. Na wewe kaa kama malkia. Wao safi. Sikia rafiki yangu, Daudi alikuwa ana ugomvi na baba yake Yonathani, ambaye Yonathani ni rafiki yake. Ninajua wewe na msifu una rafiki yako ambaye rafiki yake na yeye ni mchokozi kwako. Kila siku shuleni anakupiga bonge la msifu. Ninajua, lakini kuna mwingine tena shuleni kila siku anakupiga bonge la mkwezi, afu inalia kama vile imepiga nazi. Ninajua kuna wengine ni wachokozi, ninajua. Lakini ngoja nikwambie leo rafiki yangu mzuri kabisa, ya kwamba maisha tunayotakiwa tuishi kama watoto natakiwa ni maisha ya Daudi na Yonathani. Unajua ni rafiki yangu, Daudi na Yonathani walipendana, hawakujali walikuwa na hali gani. Daudi hakujali baba yake Yonathani alikuwa ni mtu wa namna gani, lakini alimpenda. Yaani Daudi hakutaka kuwa mgomvi kama baba yake Yonathani, ila alikuwa anampenda Yonathani kwa sababu alikuwa ni rafiki yake. Unajua nini? Kuna wimbo mmoja nakumbuka unasema hivi, Yesu ni rafiki wa thamani, Yesu ni rafiki. Sijui kuimba lakini unasema hivyo. Mimi li sauti langu kama lichora, siwezi kuimba, lakini unasema Yesu ni rafiki mzuri tena wa thamani. Nakupendekezea leo rafiki yangu ya kwamba ikiwa Biblia inasema ya kwamba umpende jirani yako kama nafsi yako, nikupendekezea leo rafiki yangu, yule jirani yako ambaye kila siku anakupiga nini? Inaitwaje? Safi, anakupiga msingi. Sijui sekondari anakupiga lini, mimi sijui.
lakini unatakiwa uweze kumpenda. Najua yuko ambaye kila siku akija akikukuta tu anaanza kukuchokoza. Mpende rafiki yangu. Rafiki yangu, nikwambie, Mungu wetu anatamani tuwe marafiki wazuri. Maana tunapokuwa marafiki wazuri na wale tunaowapenda na wale ambao wanaotuchukia, ndivyo ambavyo Mungu wetu anavyotupenda. Nikukaribishe tena katika kipindi kingine ambapo tutakuwa na hadithi nzuri ambazo sio zingine, zinatoka hapa. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie ninakupenda. Mwambie, we Lawrence, mwangalie mwenzako, mwambie ninakupenda kama nafsi yangu. Mwambie kama nafsi yangu. Wow. Bye rafiki yangu, tukutane kipindi kingine ambapo tutajifunza visa katika Biblia. Bye. Ninapokuaga na kama mfalme alafu nakuaga kitajiri.